Yo, what's up guys? Mimi ni Moses Raphael kutoka Wakaka Podcast na hii ni Smart Tips ambapo tunakugea zile tips 5 za kujikinga dhidi ya matapeli mtandaoni, either iwe kwenye WhatsApp, iwe kwenye Gmail, iwe kwenye simu ya kawaida ama kutumia text. Bwana, leo tunawakataa kwa namna hii hapa. So stay hapo, naanza na tips ya kwanza hapa. Bana, tips ya kwanza mtu wangu wa nguvu, usibonye linki ambayo ya kutatanisha. Endapo wamekupa linki yoyote ambayo huielewi nani muhusika, nani amekutumia zile linki ambazo za kusema bonyeza hapo upate GB 50 za bure, GB 10 za bure, sijui bonyeza hapa, wanaongea nakwambia tunasajili wafanyakazi kwa ajili ya labda kufanya kazi mtandaoni, umekaa tu na simu yako nyumbani. Zile link kama zile pale usijaribu kubonyeza, kwa sababu hakuna kitu cha rahisi na kitu cha bure. Endapo utafanikiwa kubonyeza, basi you are over. Link yako zote, kila kitu zimekwisha. Bana, tips ya pili, angalia majina na profile za watu ambao kabla hujanunua kitu. Hizi tunazungumzia sana kwa wale watu ambao wanafanya online shops kwa kununua vitu mtandaoni, either wameona kuna duka la Instagram pale wanatoa bidhaa kwa bei rahisi. Either sana Tanzania hapa umejaa sana wizi kwa upande wa Zanzibar, ambapo wanakuambia labda tunaamini kwamba Zanzibar ni sehemu ambayo tunapata vifaa ama bidhaa za electronics kwa bei rahisi. Kwa wezi wengi wamehamia kule, wakianza kufanya zile utapeli, wakamwambia labda tunauza simu, unakuta simu kali labda iPhone 16 wanakuambia tunauza 250, au sio? So ishi kijanja, angalia ile profile yake, angalia feedback za wateja zilivyo. Wengine hawaruhusu hata sehemu ya comment pale kwamba mteja kumuulizia kitu, kwa sababu anajua kwamba ile mteja aliyetapeliwa atawatafuta kwenye comment pale, ataandika comment yoyote ambayo negative, ambayo watu watasanuka kwenye masuala yake ya kibiashara. So hiyo ni tips namba 2. Tips ya 3 kwa siku ya leo hapa kwenye masuala ya wizi wa mtandaoni ni kwamba usitoe OTP kwa mtu yoyote. Zile one time password usitoe kwa mtu yoyote. Hii labda unaweza kujiuliza one time password ni zipi? One time password ni zile ambazo labda unahitaji kulogin kwenye account yako labda Facebook pale, alafu wale Facebook wenyewe wanakutumia namba kwenye line yako, either kwenye WhatsApp au normal text, wanakuambia ingiza namba hizi ili tu verify kwamba wewe mwenyewe. Sasa kumbuka zile namba ndio zinakuverify kwamba wewe ni mwenyewe mhusika ile account. So pale utakapokuwa umemshare kwa mtu mwingine, yeye atakuwa na uwezo ama hana kipingamizi chochote cha kuhack account yako. Watu wanachokifanya kwamba wanaingiza zile OTP kwenye account zao, alafu akishaingia wanachange ile password unayojua wewe, alafu wanaweka password yao. Kiasi cha kwamba ambapo wewe utakapoingia kwenye account yako itakuomba uandike password, na ile password uliyokuwa unaiandika wewe itakuwa inaonekana invalid. So stuka hapo, usiandike